Usilie basi Enzo wangu, utanifanya na mimi nilie. Nakosa cha kusema mama. Yaani kila ninapomwaza Regina nakosa maneno ya kuongea kabisa. Jua tu Regina ni mtu wa tofauti kwako. Sio mpenzi tu, ni mtu muhimu sana kwenye maisha yako mwanangu. Mimi na umri huu sijawahi kuona mtu akajitoa kiasi hicho eti kisa mapenzi. Nenda mwanangu, unachelewa, mwenzao anakusubiri. Najua unavyojisikia. Ila baba, kichwani kwako kumbuka na uyahifadhi maneno yangu baba. Usije ukamtenda mtoto wa watu. Anakupenda sana. Tena Regina ni zawadi maishani mwako. Talaka. Glory, mbona unanichanganya jamani? Zai, nataka nikuachie uwe huru, uwe mke mmoja, ubaki na raha yako. Ebu Glory, acha utani basi. Unajua hivi vitu, yani vitu vingine kama hivi sio vya kutaniana. Unajua namaanisha kabisa. Yaani haijalishi niko kwenye hii ndoa miaka mingapi, nahitaji kuanzisha maisha yangu mapya kabisa. Nimechoka. Glory, acha utani. Hivi unajisikia unachoongea? Unaongea nini wewe? Kile ulichokisikia my dear. Na unajua nini? Ili nifanikishe nipate talaka yangu haraka, nahitaji msaada wako Zai. Sasa mimi nakupa msaada gani? Nikusaidie nini? Yaani hakikisha tu napata talaka yangu mapema. Mmeona vijiji hivi wanajuana sana. Wanajua nani mgeni, wanajua nani mwenyeji. So tuwe makini sana. Sawa? Sawa? Ni kweli kabisa. Kwa kuwa nyumba tushaiona, ni utekelezaji tu. Kazi moja. Hakuna kupoteza muda. Sasa turudi kule, tusubiri muda wa kazi. Turudi sehemu yetu, tukija ni ambush, ni kuvamia. Sawa sawa? Mkuu, hilo limeisha. Bill, Eva ameenda wapi? Katoka, akasema anarudi sasa hivi hapa. Jamani Eva, amekuacha unakunywa chai peke yako hapa? Hata mimi nimeshangaa, wote mmekuwa na wasiwasi. Tulieni, hakuna baya ambalo litawakuta. Mimi niko hapa kwa ajili ya kuwalinda mama. Mwanangu, hata hamu ya chai imeniisha. Naogopa yasije akatokea kama kipindi kile kina Daudi. Mama, mimi niko hapa. Usiogope. Hivi unajua mpaka muda huu yani bado sijakuelewa. Yani sikuelewi kabisa Glory. Yaani mimi naona ndoto yako inaenda kutimia. Utakuwa mke mmoja kwenye ndoa yako. Utakuwa huru, utakuwa na raha. Yaani unajua umefichwa muda mrefu sana huko. Uone kwamba hichi kitu ni kizuri kwako. Lakini yani No, ifanyie kazi. Mimi nataka nitoke kwenye maisha ya profesa. You hear me? Nataka nianze maisha yangu mapya. Hebu mshauri kwamba anipe talaka haraka sana.
Hodi. Suzi. Ndugu yangu. Vipi rafiki yangu? Eva. Dada, shikamoo. Marahaba, ujambo? Si jambo. Kwa hiyo sisi unatuona wachawi sana kuja kutusalimia, unaona kazi. Danzela bwana, sio hivyo. Haya. Unalopokwa. Kwanza wala hayakuhusu. Mimi ndo shoga yangu. Kila kitu chake mimi najua. Wewe anakuhusu nini? Yanakuhusu nini? Suzi. Wakati mwingine ujishikilie. Danzela, usijali mwaya. Mambo tu yalikuwa mengi lakini nilikuwa lazima nije. Mimi nishazoea mambo kama hayo Eva. Wala yaniumizi kichwa, naona kawaida tu. Sijui mzee ndugu wako. Tu shoga yangu. Yaani kama utanipa vitu vya mjini. Vipi ndugu yangu? Niambie. Yaani mpaka nimekuja hapa kuna kitu hakiko sawa, njoo tuongee. Njoo. Saki asikie huyo. Haya. Ni Suzi. Mama Eva! Mama Eva! Jamani. Asubuhi hivi nyumbani kwa watu huku. Bili. Kijana wangu huyo. Bili. Mbona umekuja kijijini hapa bila kunitafuta na mimi ndio mshenga wako, bila mimi ungepajua hapa Leo nilikuwa nije nikuone bwana. Si unajua bwana, mimi bila wewe hapa kijijini hamna kitu. I know that everything to be right, it is me. There's none other, only me. Kasembe. Ndio. Umeanza Umeanza. Mama Eva nini sasa? Wewe ongea na Ndindi hapo bwana. Ndindi. Unasakizia. Tena wewe Ndindi ndio usiniongeleshe kabisa. Habari zako zote ninazo. Una wiki nzima hapa kijijini. Leo ndio umeona siku ya kuja hapa nyumbani kwangu. Unajua Mama Eva, mimi nilijua kwamba umeacha korofi. Kumbe bado. Sasa kwa taarifa yako mimi niko hapa kwa ajili yako. Unaweza amini hilo? Acheni mambo kwa sasa kijana wangu umependeza. Waya wasolo wamekatika. Kasembe. Naam. Mungu anakuona. Anatuona wote, ningekufa je. Ni bwana. Halo. Wallahi wa billahi talahi nakwambia leo siku yangu imeanza vizuri. Siku yangu imeanza vizuri sana. Yaani nilisema Glory ataondoka mwenyewe. Wala sitatumia nguvu. Jamani, Mungu mkubwa huyu. Alhamdulillah. Yaani huwezi kuamini. Nakwambiaje? Kaniambia mwenyewe anataka kuachana na hii ndoa, nifanye hiyo kazi kwa profesa. Yaani nimshawishi profesa ampe talaka. Nakwenda kuwa mke peke yangu. Yaani kiu yangu ya miaka mingi ya kuwa mke mmoja, leo nakwenda kuishushia na maji baridi. Hapana. Yaani hata sijui nikwambieje. Yaani hapa nilipo sijielewi, yaani sijui nalia, yaani silii, sicheki, yaani kama natetemeka, yaani sielewi. Alhamdulillah. Mimi nakwambia Mungu kimuomba kwa dhati.
lazima nije. Yaani nitakuja tuongee kwa kituo. Na ninakwambia hivi, hii kazi aliyonipa Glory nitaifanya kwa weledi mno. Nitahakikisha profesa anampa talaka, tena mchana wa jua kali, jua la utosi, anapewa talaka. Ndugu yangu, nadhani inatosha. Tutaongea vizuri nikija. Acha nikate simu jamani, sije nikafumwa. Rafiki yangu, yaani nimekosa raha, sina amani kabisa. Nasikia kuna vijana wageni wameonekana nje ya nyumba yetu, na sio wa kijiji hiki. Hasa sielewi ni nini kinaendelea. Vijana wageni wanataka nini tena? Hata sijui Susi. Tizo ndo wamewaona. Na mimi nimeingiwa na wasiwasi, naogopa asije kutokea kama kipindi kile wakaja wakavamia tena gari la Bill. Jamani, watu wabaya. Wanataka nini kwenye maisha yetu? Yaani hata sijui Susi. Ila nimekuwa muoga sana. Kwa sababu yani safari sitaki kabisa kitu chochote kimtokee Bill. Sikia. Nisikize rafiki yangu. Tuombe sana Mungu. Sana. Umenielewa? Kila kitu kitapita. Si unajua mimi siwezi kukuacha. Basi yote yatapita. Karibu sana bwana, karibu sana kijijini. Yaani hapa tena Kasembe, hapa Kasembe raha tupu. Jipe mwenyewe. Asante, nashukuru sana. Asante sana. Kasembe, usimsumbue mkwe wangu. Mimi ninakujua vizuri sana. Mama Eva, hebu acha roho mbaya bwana. Wenyewe wanajuana hawa. Mwenye roho mbaya ni wewe. Uliyekikimbia kijiji ukakimbilia mjini. Kwangu tena hiyo. Alafu umenikumbusha, bwana mimi mwenyewe muda si mrefu nakuja mjini. Kuna mambo atakaende kuweka sawa kidogo, tunajua katika mambo ya A, B, C, D. Kwa hiyo simu yangu moja tu ikiita ujue nishaingia town. Unajua tena. Usisahau chupa perfume kuniachia. Kurukia. Mama nini unataka? Usijali, karibu sana. Yes, thanks a lot. Mkwe wangu Bill, usikubali huyu aje nyumbani. Atakuja kutuaibisha huyu. Huyo mwisho wake ni hapa. Mama Eva, acha uivu bwana. Hata mimi nikiwa mjini, huyu anaweza kama ndugu yangu. Unajui lolote linaweza likatokea bwana, Sisi tushakuwa familia sasa hivi. Toshe. Kama huku nimekosa mwenyekiti kule serikali za mitaa. Unaweza kusikia na kupigia simu siku moja, Mama Eva, come to city center. Posta wapi? Mitaa mjini kama. Mungu aliumba viumbe. Na watu ndio sisi. Asante sana bwana. Wote nimeshakuwa ndugu zangu sasa hivi. Tunafurahi sana. Ndugu yangu, yale barabara za juu zile utazisikia. Sasa Bili, si bado upo kidogo mpaka jioni au? Unajua mundani, tushagundua kila mtu chai yake na ladha ya tofauti. Akipika Regina mimi najua, akipika Enzo naye Kerere najua, lakini wewe yako wewe. Hivi kwa nini una roho mbaya wewe? Kwa nini una roho mbaya? Suzi rafiki yangu, nataka msaidie kitu. Nipo kwa ajili yako. Sasa sikia. Mimi hapa nilipo napambana. Yaani napambana kweli kweli. Kabla sijarudi mjini, Bili anioe hapa kijijini. Unaona? Hasa nilikuwa nimewaza huo muda ambao mimi namsubiri mpaka aje anioe na nini, wewe uende Suzi pale nyumbani. Ukafanya ile kazi nilikuwa nafanya mimi pale, kuliko kuanza kutafuta mtu mwingine. Kweli Eva? Nataka nikupe kazi hiyo rafiki yangu. Najua huwezi kuniangusha. Na wewe ni ndugu yangu Suzi, bora uende hata wewe kuliko tena mtu mwingine saa hizi.
Eva, yaani unajua hata mimi siamini, unajua. Niko serious kutani. Kweli? Mimi? Wewe Suzi, wewe ni ndugu yangu. Asante sana rafiki yangu. Usijali rafiki yangu. Nimechoka. Najua Suzi. Nimechoka hapa. Eva, I'll do it. Nakuelewa rafiki yangu. Wewe usijali. Kikubwa tu wewe jiandae zako kimya kimya. Mengine yote niachie mimi, nitajua cha kufanya. Yaani usimwambie mtu yoyote. Hapa kijijini hata wa ndugu zako. Nyamaza. Unajua? Siwezi kumwambia mtu. Nilivyochoka kwenye hichi kijiji. Ewa, mateso niliyopitia. Pole rafiki yangu. Eva, siwezi. Mungu natamani hata iwe leo. Mimi naona. Wenzetu. Amana wewe. Wewe. Yaani ni lazima. Mimi na wewe na mimi. Tizo, tuachane na yote, lakini yule Kasembe ananisumbua sana. Yaani unajua sijui nimfanye nini yu. Achana naye. Mwenyekiti, unajua wewe ni mkubwa kuliko Kasembe. Isitoshe jamii yote hapa inakuamini wewe tu. Kwa hiyo usikuumize kichwa. Yule ana roho mbaya. Anaweza kanifanyia kitu chochote kibaya yule. Kasembe hawezi. Kasembe ni mdomo tu. Yaani yule kuongea, lakini nguvu za kufanya chochote hapa hawezi kufanya hivyo. Hana ushawishi huo kwa kijiji. Kwa ataishia kuongea tu. Kwa hiyo wewe achana naye. Sawa? Na ninakwambia kabisa, wewe acha endelee na ule ujinga wake. Haki ya Mungu. Nitakuja kumfanyia kitu ambacho hatakuja kuamini katika maisha yake. Chupa perfume tu. Wewe ndo mbaya wangu. Hivi kweli wewe Eva, Bili anakuja hata kunitafuta kuniambia kwamba Bili amekuja kijini, umeshindwa kweli? Hapana bwana Kasembe, tulikuwa tunakuja. Sio kwanza amefika mtu mwenyewe. Yaani tushindwe kuja kwako wewe? Hatuwezi. Wewe mpaka msheka na kuja mwenyewe kwa bwana harusi, kweli inawezekana? Hamna bwana. Anyway, lakini sio mbaya. Najua tu jioni mtakuja. Lazima. Muje bwana, muje bwana. Najua hata mkija bwana Bili sikosi chochote my brother. Chumvi za shamba hizi bwana zinachana sana mdomo. Hadi basi sisi tuko tunapita tu hapa. Najua tuna mambo ya jioni, msikose basi. Bili, ndio naenda. Mshenga. Ndindi, hebu mchukue ndugu yako muende. Maana naona maneno yamekuwa mengi. Wengine punguza wewe. Bili, Samgona, she know that ubora bwana. Jioni basi kisikosekane kitu sasa, sio? Sawa. Nini tena? Bili. Tutapata mahindi. Nimeba ninachoma pale ya kuchemsha na sawa. Nitakutengenezea ni popcorns. Kama ulikuwa tunangu wote, kwa nini unachukua? Kwa nini usiniacha? Kwa nini umeyamwaga? Kwa nini umeyatupa? Yesu ni kunidharau na kisiniachia. Tulia. Niache! Tulia. Nisikilize. Siku nyingine usisubutu kunivamia. Nitakupoteza, nitakufanya kitu kibaya Rebeka. Utanifanya nini? Rebeka. Wewe. Utanifanya nini kama unataka kuniua niue? Wewe Rebeka mkele wewe. Wewe una akili kweli wewe? Wewe unataka kutuzoea sasa, toka nenda chumbani kwako. Toka wewe mtoto.
You can just save it for the police. It's the police that want me dead. Siku ya leo tunaye star mkubwa Paul Walker ambaye kwa sasa ni marehemu. Kwa nini Paul Walker? Kwa sababu leo ni tarehe ambayo alizaliwa kutoka mnamo mwaka 1973 huko California, na tuangalie historia yake ili tuweze kumfahamu zaidi. Paul Walker alizaliwa Septemba 12 mnamo mwaka 1973 huko Glendale, California nchini Marekani. Elimu yake aliweza kupata wapi? Aliweza kupata elimu yake katika Village Christian School, na moja kwa moja akaenda kujitupa katika kazi. Moja kwa moja alianza kuwa mwigizaji nchini Marekani, ambapo alianza kazi hiyo katika television, na televisheni hizo aliweza kufanya vipindi vifuatavyo. Alifanya kipindi ambacho kilikuwa kinaitwa The Young and Restless, na baadaye akapata kipindi kingine ambacho alikipa jina Touch by Angel, na alipata umaarufu katika movie kama vile She Is All That, Violet Blues. Walker aliweza kujipatia umaarufu zaidi katika movie za Brian Ocean, ambapo alijihusisha na uendeshaji wa magari ya mitaani. The Fast and Furious. Alishirikiana pia katika filamu kama vile 8 Belong, Timeline, Into the Blue, Joyride and Landing Scar. Mbali na uigizaji wake, Walker pia alikuwa mtangazaji wa kipindi cha The Scott Presentation, Flanders Band and the Video of Cool Water and Men. Alishirikiana katika chaneli zinazoonyesha matukio ya kijiografia nchini Marekani. Wakati anafanya kazi hiyo ya kuonesha matukio ya kijiografia nchini Marekani, aliweza kuonesha vipindi vingi sana. Pia alianzisha kikundi cha kusaidia jamii, haswa wale wanaokumbwa na majanga ya asili, kilichoitwa Reach Out Worldwide Rome WW. Mpaka mauti unamfika. Walker alikuwa ameigiza movie 3 ambazo ni House ambayo iliweza kufanyika mnamo mwaka 2013, Black Manson ambayo ilifanyika 2014, na Farias ambayo ilifanya mnamo mwaka 2015. Wiz Khalifa alimwimbia wimbo wa heshima, yani wimbo huo ulifahamika kwa jina la See You Again, ambapo alitumia kama soundtrack ya Fast and Furious nafasi ya 7. Wimbo huo ulitajwa kushiriki katika tuzo za Golden Globe Awards katika kipengele cha wimbo bora katika tuzo ya 73 ya Golden Globe Awards. Miaka ya umaarufu wake. Paul Walker alikuwa maarufu kati ya mwaka 1984 hadi mnamo mwaka 2013 alipofikwa na umauti. Utajiri aliokuwa nao Paul Walker, mnaweza mkajiuliza alikuwa hana utajiri wa kiasi gani kutokana na kazi alizozifanya. Mpaka hanafariki alikadiriwa kuwa na utajiri kufikia hadi dola za Kimarekani bilioni 25 kwa makadirio ya mwaka 2014. Maisha yake. Walker alizaliwa Glendale, California, na alikuwa ni mtoto wa mzee Charlie ambaye alikuwa ni mwanamitindo, na baba yake Paul William Walker watatu alikuwa ni mkandarasi na mwana masumbwi aliyeshinda ubingwa wa Golden Globe mara 2. Paul Walker baada ya kumaliza elimu ya pili kwa Tanzania ni kidato cha 5 na 6, alijiunga na vyuo mbalimbali kusini mwa California akisomea biolojia ya viumbe wa majini. Tunaweza tukajiuliza alikuwa ana dini gani? Walker alikuwa ni muumini wa dini ya Kikristo. Kanisa lake liliitwa Northern Christian, ambao mwanzo alijulikana kama The Church of Jesus Christian of Latter-day Saints. Familia yake, aliacha mtoto mmoja aitwaye Mother Walker. Pia alikuwa na ndugu wawili wa kiume, Cod Walker na Caleb Walker. Mpaka anafariki, Paul Walker alifariki Novemba 30, 2013 katika ajali mbaya ya gari ambayo halikuwemo yeye na rafiki yake Rogers Loder, miaka 38. Siku hiyo walikuwa akiwa na Roger, walikuwa wakielekea katika organization yake ya kusaidia watu katika kampuni yake ya Raw Wow, ambapo aliwalenga waanga wa kimbunga Typhoon ya Ihami Yohanda. Siku hiyo Roger ndiye alikuwa dereva huku Walker akiwa kama abiria. Inadaiwa kuwa Roger aliendesha gari kwa umbali wa maili 45 kwa saa, sawa na kilomita 72 tu kwa saa. Baadaye gari yao ambayo ilifahamika kwa jina la Porsche Carrera GT ilipiga mzinga maeneo ya Kerry Johnson Parkway huko Valencia, Santa Clarita, California, na baadaye gari yao iliungua na kuteketea kabisa.
Ajali ilionekana kwenye kamera ya ulinzi iliyokuwa maeneo yale. Mnamo mwaka 2014, uchunguzi zaidi ulionyesha kuwa chanzo cha ajali kilikuwa ni mwendokasi, ambapo inadaiwa kuwa gari ilikimbizwa katika spidi ya kilomita 103 kwa saa. Majivu ya mwili wa Paul Walker yalizikwa huko Forest Lawn Memorial Park, Hollywood Hills nchini Marekani. On Backup Sound, Edmil TZ, that's my names. Unaweza kunicheki pia kwenye IG yangu. Usisahau kusubscribe YouTube channel yetu.